طيب، شكرا جزيلا وبارك الله فيك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على الحبيب المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن سار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الطلبة الكرام، ndugu zangu wanafunzi, leo tupo katika tafsiri kama kawaida katika suratul Furqan, na biidhnillah tutaanza leo katika aya ya 48. Allah aliposema wa huwa alladhi arsala ar-riyaha bushra, yeye ndiye Mola ambaye aliozituma pepo, kwa maana ya upepo. Kwa hiyo pepo za aina tofauti tofauti. Bushran, hali ya kuwa ni zenye kutoa bishara njema. Baina yada rahmatihi, mbele ya rehema zake. Wa anzalna minas samai ma'an tahura, na tukateremsha, Allah anasema tukateremsha kutoka mbinguni au kutoka mawinguni, ma'an tahura, maji ambayo ni safi kabisa. Ma'an tahura. Hapa kama tunakumbuka, jana tulikuwa tunazungumzia maneno ya Ibn Kathir rahimahullahu ta'ala aliposema hapa kwamba Allah aliposema wa huwa alladhi arsala ar-riyah, yeye ndiyo Mola ambaye ameziachia ama amezituma zile pepo. Ni kwamba kuna aina tofauti tofauti za upepo ambazo Allah anazituma kwenda katika hayo mawingu. Tukaona kwamba alisema Ibn Kathir, kuna baadhi ya pepo ni zile ambazo tuthiru sahab, zinatawanya mawingu. Baadhi ya pepo nyingine tahmilu sahab, zinayabeba yale mawingu, zinayapeleka kunakotakiwa. Tukaona pia baadhi ya pepo nyingine zinatumwa kwa ajili ya kuja kupiga hapa ardhini kabla mvua haijanyesha bado. Unakuja upepo unasafisha katika mazingira ya ardhi. Akasema pia kuna aina ya upepo ambazo zinapiga katika yale mawingu ili kuweza kuchevusha yale mawingu, ambapo ukipiga upepo huo ndio mawingu sasa yatamwaga yale maji, kwa maana mvua ndio itanyesha. Kwa hiyo ni talqih. Kwa hiyo kuna baadhi ya pepo ambazo kazi yake kubwa ni talqih, kufanya upandikizaji wa vitu fulani ili yale maji yaweze kushuka. Sasa aya 49 Allah anasema linuhyiya bihi baldatan maita, ili tuweze kuyuhisha kwa maji hayo mji ambao umekufa. Baldatan maita, mji ambao umekufa, yani ardhi ambayo ni mfu, ambayo kwa muda fulani kama huu wa kiangazi unakuwa na baadhi ya maeneo yanakuwa kama vile yamekufa. Unaona sehemu ina kipara kabisa, lakini kwa mvua Allah atakayonyesheza ile sehemu inakuwa hai. Sasa ndio baldatan maita. Wa nusqiyahu mimma khalaqna, na ili tuweze kunywesheza maji hayo katika ambavyo tumeviumba sisi. Mimman khalaqna,
mimma khalaqna, katika ambavyo tumeviumba, an'aman, wanyama, wa anasiya kathira, na watu wengi wanakunywa maji hayo. Wa anasiya kathira, wanasema anasiya ni wingi wa neno al-ins, yani mwanadamu. Kwa hiyo anasiya ni jamu, ni wingi. Kwa hiyo anasiya kathira, yani wanadamu wengi watakuwa wanapata maji hayo ambayo Allah amefanyaje, ameyateremsha. Sasa kwa muono wa kawaida atakuta kwamba maji labda tukaridhini tu, lakini mbingu kiacha kuleta maji, baada ya muda tunaona matokeo kwamba ardhi haitoi yale maji. Sasa kama maji yatoka ardhini, mbona mvua kama hayenyeshi kwa muda mrefu maji ukauka? Naam. Sasa ndio haya Allah anazungumza hapa kwamba wa anzalna minas samai ma'an tahura, tukateremsha kutoka mawinguni maji ambayo ni safi kabisa. Maji hayo wapate kunywa pia wanyama na wanadamu wengi. Kwa unaweza kupata ya kukinga mubashara, moja kwa moja. Wengine watumia nyumba zao za bati hizi kwa kukinga hayo maji, au mwingine hana cha kukingia lakini yataingia ardhini, atayapata kupitia ardhi. Alhamdulillah, tunamshukuru sana Allah kwa neema hizi. Ingekuwa haya maji ndugu zangu bei yake ni kubwa sana, sijui ingekuwaje. Zamani kwa kule vijijini mtu akiuza maji aonekana na roho mbaya sana, kama maji pia anauza, eti anauza maji. Yakaanza ndoo shilingi 50, sasa hivi ndoo 100, mara ndoo 500, kuna baadhi ya siku ndoo buku napata 1000, kitu cha kawaida. Na maji yana thamani kubwa sana katika maisha ya mwanadamu. Katika nyumba yako kama utakosa maji au umeme, waambia chagua kimoja, lazima ukikose. Kati ya maji au umeme, nachagua kitu gani hapo? Na anacheka shahali hapa. Yeye atakuwa anachagua nini? Bila shaka naye atachagua maji. Simu yangu ikisha chaji, je, mimi nachagua umeme? Chagua umeme, alafu maji huna, sasa una kiu. Utaona kati ya simu na wewe mwenyewe kuwa na kiu, alafu wewe unanuka, huna yani cha kuogea wala chochote, utaona kwamba wewe na simu kipi ambacho ni bora zaidi. Kwa hiyo ndugu zangu, Allah ametuletea hizi neema, yatakiwa tumshukuru sana, na anatuambia hivi ili tuweze kutafakari katika fikra zetu. Kisha anasema walaqad sarrafnahu bainahum, hakika tumeweza kuyaswarifu, yani haya maji kati yao tumeweza kuyaswarifu. Kuswarifu manake ni kutumia namna unavyotaka wewe mwenyewe. Ndio maana mtu anaweza akaenda safari akapewa masrufu ya njiani, masrufu ya akitaka mara amenunua biskuti, mara amenunua nini, kachori, itwa masrufu. Bimaana tusarifu kaifa tasha, unatumia kadiri au namna ya unavyotaka. Sasa Allah tabaraka wa taala, yeye katika maisha yetu ametuletea maji, akatuletea kila kitu. Allah anaswarifu namna anavyotaka yeye mwenyewe. Mara umepata maji, mara kuna muda wa kiangazi, mara kuna muda huu, mara kuna muda huu. Allah anavyotaka yeye mwenyewe, ndio anavyosema katika Qur'an, walaqad sarrafnahu bainahum liyadhakkaru, hika tumeyaswarifu kati yao ili wapate kukumbuka. Liyadhakkaru, ili wapate kukumbuka. Fa aba aktharu nnasi illa kufura, wakakataa watu wengi sana isipokuwa wao wakakubali ukafiri. Fa aba aktharu nnasi illa kufura, wakakataa watu wengi
isipokuwa wakachagua kukufuru. Kwa katika dunia watu wengi sana wamekataa neema za Allah, wamemkataa Allah tabaraka wa taala namna anavyotupa neema zake, na kutambua kwamba Allah ndio huyu atakiwa tumwabudu yeye kama yeye. Mtu anaabudu Allah alafu na mzimu wake, anaabudu Allah mara na riziki yake, anaabudu Allah mara na mashtani yake na anayaamini na vinginevyo. Mwingine hamwamini kabisa huyo Allah. Sema ni mambo tu ya nature. Ukiona kuna joto sana, basi jua mvua inakuja iko njiani, msijali. Umeona? Yaani kwa maana vitu ambavyo Allah ametolewa kabisa katika maisha yao. Na watu wa namna hiyo Allah asema ndio wengi zaidi. Fa aba aktharu nasi, wakakataa kumkubali Allah watu wengi zaidi, isipokuwa wakamkufuru. Na ndio maana tunasema kila siku kwamba dunia hii tunayoiona hii, Waislamu na ambao si Waislamu wengi ni wale ambao sio Waislamu. Kwa takwimu hasa wengi ni wale ambao sio Waislamu. Sasa ukija kwa Waislamu waliopo wanamkubali Allah na kutekeleza maamrisho yake, nao ni wangapi? Pia nacho ni kipengele, mnasema vijana, nacho pia ni kipengele. Kwa hiyo katika ile population ambayo ni general katika dunia, Waislamu ni wachache, alafu hao Waislamu wachache nao kuna wachache pia ambao wanafuata maamrisho ya Allah tabaraka wa taala. Sasa je, fa aina tadhhabun, mnaenda wapi? Where are you going? Kwa hiyo kila mmoja akipata mawaidha kama haya, aya kama hizi, neema za Allah kama hizi, atakiwa rudi katika mstari, amfuate Allah anavyokuwa anavyoelekeza. Na hasa Ramadhani kama hii, alhamdulillah, ndio starting point. Unaanzia hapa sasa ndani ya Ramadhani. Katika Ramadhani kuna watu wameacha kuvuta bangi, basi iwe ni forever uvuti bangi. Kuna watu wameacha hapa kuchipuka, wameacha mambo ya kutongoza, wameacha mambo ya kusema uongo, wameacha riba, wameacha kamari. Ibe ndio starting point ya kujirekebisha. Kwa Ramadhani ikiisha sasa, uweze tena kurudi kule kwa zamani, kwa sababu umetambua kama hizi fadhila za Allah juu yetu sisi wanadamu. Kisha Allah anasema, walau shi'na laba'athna fi kulli qaryatin nadhira, lau tungelitaka sisi tungelipeleka katika kila kijiji ama kila mji, tungelipeleka mwonyaji. Walau shi'na, lau sisi tungetaka sisi, laba'athna, tungelifanyaje? Tungelipeleka fi kulli qarya nadhira, kwenye kila mji kuna mwonyaji. Kwa wepesi kabisa, mfano Morogoro kungekuwa na nadhir, mwonyaji wake. Dar es Salaam kungekuwa kuna nadhir, mwonyaji wake. Au Tanzania kwa ujumla kungekuwa na nadhir kama nchi, qarya kwa maana ya nchi, kungekuwa na nadhir wake. Kenya kungekuwa na nadhir wake, na miji mingine au nchi nyingine kungekuwa pia na nadhir wa hizo nchi. Allah sema tungelitaka tungefanya hivyo, walau shi'na, lakini Allah hakutaka hivyo. Ametakaje? Ametaka kwamba huyu Nabii Muhammad salama, huyu mmoja awe ndio mtume katika mataifa yote, katika nchi zote duniani. Na tumesoma juzi hapa tu kwamba Allah anathibitisha kwamba Nabii Muhammad salama ndio mtume wa watu wote duniani. Tukasema hata Wakristo, Mayahudi, kina nani hao, wote mtume wao ni huyu Muhammadu sallallahu alayhi wasallam, sababu hakutaka kwamba kila sehemu apeleke mtume. Dhahir ya shabab. Naam. Kisha anasema Allah tabaraka wa taala, nikirudi hapa nyuma kidogo katika hii walau shi'na laba'athna fi kulli qaryatin nadhira, Ibn Kathir rahimahullahu taala anazungumza, anasema kwamba
yad'uuhum ila Allah azza wa jalla walakinna khassasnaka ya Muhammadu bilbi'thati ila jami' ahli al-ardi wa amarnaka an tuballigha an-nasa hadha al-Qur'an. Allah aliposema kama tungetaka tungetuma katika kila mji, tungetuma muonyaji, kwa maana huyo mtume, ili apate kuwalengania wao, lakini tumekuchagua wewe Muhammadi, tukakujalia wewe ni maalumu, tukakupa utume wewe katika ardhi yote hiyo, ila jami' ahli al-ardi wa amarnaka an tuballigha an-nasa hadha al-Qur'an, na tukakuamrisha wewe Muhammadi wafikishie watu hii Qur'ani. Ni amri tukakuamrisha wewe fikishie watu hii Qur'ani. Kwa maana katika sura al-An'am aya 92 al-An'am Allah anasema litundhira ummal qura wa man hawlaha, au litundhira ummal qura wa man hawlaha, ili kwa Qur'ani hii uweze kuwaonya wale watu wa Makka wale. Ummal qura, yani ummul qura ni mji wa Makka, alafu wa man hawlaha, na watu wote waliokuwa pambizoni mwa ile Makka al-Mukarrama. Tumeshawahi kuzungumzia masala haya kwamba haula Makka, pembezoni mwa Makka manake ni dunia nzima, kwa sababu ardhi ya Makka ndio kitovu cha dunia, ndio katikati pale kwenye al-Kaaba al-Musharrafa. Kwa hiyo waman haulaha manake sasa ni hao wengine wote huko, ikawa ni Tanzania, sio sema yani wale wa Yemen sio na wapi. Waman haulaha manake sasa ni mataifa yote. Kwa hiyo wote tupo katika haula Makkah al-Mukarrama au haula al-Kaaba al-Sharifa. Kwa hiyo Allah hakutaka kwamba lazima Muhammad atumwe Makkah, mwingine atumwe wapi, hapana. Na kwenye A'raf aya 158 Allah akasema qul ya ayuhan nasu inni rasulullah ilaykum jami'a. Muhammad waambie hao watu kwamba mimi ni mtume wa Allah kwenu nyinyi nyote. Ya ayuhan nasu, kwamba watu wote hawa mtume wao nani? Ni mtume sallallahu alaihi wasallam. Tayib, kisha Allah anasema wala tuti'il kafirin, usiwatii makafiri, usiwatii makafiri, usiwasikilize hao. Fala tuti'il kafirin, usiwatii makafiri. Ufanye nini sasa? Wajahiduhum bihi, na pambana nao hao makafiri kwa hiyo Qur'ani. Bihi ay bil Qur'an, pambana nao. Jihadan kabira, jihadi kubwa, pambana nao kwa hii Qur'ani. Naona maneno hayo katika suratu Tauba aya 73, suratu Tahrim aya 9. Allah anasema ya ayyuhan nabiyyu jahidil kuffara wal munafiqina waghludh alaihim, ewe mtume pambana na makafiri, pambana na wanafiki, na pia wafanyie uzito juu yao. Na hapa Allah anatuambia wajahiduhum bihi jihadan kabira, pambana nao kwa hii Qur'ani jihadi kubwa. Ahlul ilm anasema wajahiduhum bihi kwa hii Qur'ani manake ni kutumia hujja, utumie elimu, utumie hoja kupitia hii Qur'ani katika kila nyanja. Ndio staili ya kupambana na ambao si Waislamu. Kwa hiyo ikifika mahala kwamba kuna namna lazima upanga ushikwe, basi utashikwa upanga. Qur'ani pia imezungumza. Kwa hiyo kabla ya kufikia huko bado njia ziko nyingi, kama tulivyoona kwamba Mtume salama katika maisha yake hakupambana tu hivi hivi. Mtume ndiye alikuwa anifuatwa mpaka alipokaa sawa, baadaye kwa sasa yeye ndo anatoa makucha. Lakini yeye ndo kafuatwa Madina kupigwa vita vya Badri, yeye akajitetea akashinda. Akafuatia Madina kupigwa vita vya Uhud, akajitetea, lakini mambo ikawa sio mazuri hapo na baadhi ya vita. Lakini swala zima la kutoa hoja, hasa nyinyi wasomi, ndio mahala penu hapa. Wajahiduhum bihi,
pambaneni nao hawa ambao si Waislamu kwa kutumia Qur'ani, mtoe hoja ambazo ni madhubuti kwa hii Qur'ani. Jihadan kabira. Sisi tumeelewana? Kuna watu wasema Waislamu bana hawakusoma. Kama hawakusoma Waislamu, si kwamba hawakusoma kwa maana mafundisho ya Qur'ani. Kama hawakusoma ni wenyewe tu hawakusoma, lakini si kwamba ni mafundisho ya Qur'ani. Qur'ani aya ya kwanza kabisa inasema iqra bismi rabbikal ladhi khalaq. Kwa hiyo inaamrisha watu wasome. Kwenye hadithi Mtume anatuambia pia talabul ilmi faridhatun ala kulli muslimin, tafuta elimu lazima kwa kila Muislamu. Kwa hiyo Uislamu na kusoma bana ndio mahala pake. Sisi tumeelewana? Kwa mtu atabakia mazingira yake, pengine uwezo wake, uzembe wake, kwa namna tofauti tofauti mtu anaweza asisome, lakini sio kwamba ndio Uislamu. Halafu tumeona pa kitakwimu kwamba ambao si Waislamu ndio wengi katika dunia. Halafu Waislamu ni wachache katika dunia. Sasa nyote msome. Nani ambao wataonekana kwamba ndio wengi waliosoma? Nani wataonekana ndio wengi waliosoma? Obviously ni wale ambao sio Waislamu, kwa sababu ni wengi by nature. Sema kama ndio by nature sijui, lakini wao ni wengi katika ile population ya dunia, wao ni wengi. Kwa hiyo wao wasome na nyinyi msome, wao watakuwa ni wengi. Halafu sasa hao wachache nao wengine hawatosoma nao wengi. Kwa hiyo watakuwa waliosoma lazima tuonekane kwamba ni wachache sana. Kwa hizo ni calculations za kawaida tu, lakini sio kwamba Uislamu unasema watu wasisome. Hapana, Waislamu waliosoma ni wengi, wamo katika population ya Waislamu waliosoma pia wapo ni wengi mno. Lakini dunia ina mambo yake kama mnavyojua. Tayib, kwa hiyo wajahiduhum bihi jihadan jihadan kabira. Kisha Allah anasema baada ya hayo yote anataja yeye mwenyewe ni nani. Yaani ukiangalia hizi aya zaidi anaeleza kwamba yeye ni nani, anafanya nini, alafu wewe watakiwa umwabudu yeye Allah tabaraka wa taala. Sasa bado anazidi kujielezea, anasema wa huwa alladhi maraja al-bahrain hadha 'adhbun furat wa hadha milhun ujaj. Yeye ndio Mola ambaye maraja al-bahrain, yani amezipeleka. Nasema Ibn Kathir maraja al-bahrain ay khalaqa al-ma'ain. Yeye ndio Mola ambaye ameumba aina mbili za maji, ndio maraja al-bahrain ay khalaqa al-ma'ain al-hulwa wal-milha. Nasema Ibn Kathir al-hulwa wal-milha, فالحلو كالأنهار والعيون والآبار وهذا هو البحر الحلو الفرات العذب الزلال. Anasema kwamba ameumba aina mbili za maji, ya tamu na maji chumvi. Ama maji tamu ni kama vile mito, chemchemu, visima, na hii ndio bahari ambayo ni tamu maji yake, ndio bahari hii. Wa huwa alladhi maraja al-bahrain hadha 'adhbun furat. Yeye ndio aliumba aina mbili za maji au bahari mbili, al-bahrain. Hiyo bahari ya kwanza maana yake hadha 'adhbun, aina hii ya kwanza ya maji ni tamu, 'adhbun furatun, ni tamu sana, tamu mno. Kwa furatu ni sifa ya hiyo 'adhbu, furat. Wa hadha, na hii aina nyingine nayo ya hayo maji ama ya bahari ya pili, milhun ni chumvi, alafu ujaj, yani chumvi mno, ina chumvi sana, ndio milhun ujaj. Kwa hiyo kila kimoja kina sifa yake, usije ukaingiza hii sifa hiyo ukaipa sifa hii ukasema hadha 'adhbun ujajun wa hadha milhun furat. Kama ni mashindano ya Qur'ani utagongewa nganga.
bakia hadha adhbun ujaj, rudi hapo. Kwa sababu gani? Hapa ni hadha adhbun furat, haya ni maji ambayo ni tamu sana, ukianywa jisikia raha, alafu mengine ni chumvi mno. Kwa hiyo ukisoma tafsiri ya Ibn Kathir rahimahullahu ta'ala, ameyazungumzia haya maji ya aina mbili, ama hizi bahari mbili, bahari ya maji chumvi na bahari ile ya maji tamu. Akisema maji tamu ni maji ambayo huwa yanatembea, yanatoka, maana yake yanaingia, yanatoka, yanatembea huko. Lakini asema maji chumvi ni maji ambayo hayana movement kama movement ya maji ambayo ni tamu, yametulia. Ndio maana Allah ameyafanya kuwa ni chumvi ili yasiharibike yakanuka. Sababu maji yote ambayo hayatembei yako pale pale tu, hayo baadaye yanaharibika na kuwa na harufu mbaya. Kwa hiyo akasema haya maji ni maji ambayo Allah ameyajalia maalum, akayapa chumvi. Pia sema maeneo kama haya yanakuwa pia na hewa ambazo ni safi. Asema walamma kana mauha milhan kana hawauha sahiha, yalipokuwa ni maji ya chumvi pia hata hewa yake pia inakuwa ni safi. Wa mitatuha tayyiba, na hata kinachokufa mfu wa hii bahari maji chumvi pia ni kitu kizuri kabisa. Kwa hiyo ukimkuta samaki amekufa kule baharini, bado unamkuta, unaweza ukampiga kama kawaida ukamla, yuko safi, tofauti na sehemu za maji ambayo ni maji haya ya tambo. Akaulizwa Mtume siku moja katika hadithi sahihi kwamba kuhusiana na maji ya bahari, anatawadhau bihi, tutawadhie maji ya bahari? Fakala, akasema huwa tahuru mauhu alhillu maitatuhu, ni maji ambayo sio na mashaka nayo, maji yake ya kutohara, na kinachokufa ndani yake katika vile vinavyoishi mle kikifa pia kiko halali kabisa. Kwa hiyo ukimpata samaki aliyokufa baharini halali, lakini ukimpata mnyama aliyokufa kwenye ziwa Tanganyika, ziwa Nyasa, kwa hiyo mnyama ni halali? Hapana, sio halali, kwa sababu kwanza haishi katika hayo maji. Kwa hiyo Allah anazungumza hivyo kwamba huwa alladhi maraja albahrain, yeye ndo ambaye ameziumba bahari mbili au maji ya aina mbili. Wengine wakatafsiri kwamba maraja ni kuziendesha au kuzipeleka namna unavyotaka wewe mwenyewe, ndio maraja albahrain. Hadha adhbun furatun wa hadha milhun ujaj, waja'ala bainahuma barzakha, na akajalia kati ya bahari mbili hizi kizuizi. Kuna kizuizi hapo, kitu kinachozuia. Kasema Ibn Kathir, barzakha ay hajizan, kitu chenye kuzuia. Wa huwa liyabas min al-ardh, anasema ni kitu ambacho ni kikavu kinachotoka ardhini, min al-ardhi. Hicho kitu ndio hajiza, kinachozuia haya maji ya aina mbili yasikutane. Waja'ala bainahuma barzakha, akajalia kati ya hayo maji ya aina mbili kizuizi. Hajiza wa huwa liyabas min al-ardh, ni kitu kikavu cha kutoka ardhini. Wa hijran mahjura, na pia akajalia kizuizi ambacho chenye kuzuiwa vile vile, kwa maana tu ni moja, kwamba ameweka kizuizi ambacho ni madhubuti, hakiwezi siku labda kizuizi kimeharibika, labda maji yote yamekuwa ni chumvi. Hapana, na haya maji yanakutana ya baharini na maji ya bara ya nchi kavu, na hilo Allah amelizungumza katika sura Ar-Rahman aya 19 mpaka 21, na sura An-Naml aya 61. Katika sura Ar-Rahman Allah anasema maraj al-bahrain yaltaqiyan bainahuma barzakhun la yabghiyan fabi ayi ala'i rabbikuma tukadhiban. Yeye ndio ambaye anazipeleka hizi bahari mbili ambazo zinakutana, yaltaqiyan, zinakutana, yani maji haya ya maziwa ya huku bara yanakutana na maji ya baharini haya Indian Ocean, yanakutana. Lakini anasema bainahuma, kati ya maji haya aina mbili, barzakhun, kuna kizuizi ambacho kipo pale,
la yabghiyan, hayafikiani. Yani haya hayaingii moja kwa moja kwenye yale, yanakutana lakini hayafikiani. Huyu afiki huku la huyu afiki huku, lakini yanakutana. Hapo kuna kipengele. Mfano nyinyi pia mnaweza mkagusana na mwenzako, lakini kawa bado hamjafanyaje, lakini mmegusana lakini bado hamjakutana, au mmekutana lakini bado hamjafikiana, kwa sababu tu pengine umevaa shati, mmegusana kabisa na mtu fulani hivi, lakini bado ngozi yako haijagusa ngozi yake, lakini mmegusana. Wala mjagusana kwa sababu ya shati ambalo umelivaa hilo, nguo yako ambayo unayo ndio maana imekufanya wewe, japokuwa mmekutana na mwenzako, lakini hamjagusana, hamjaingiliana kwa sababu ya hilo shati ulilokuwa nalo. Sasa shati la hapa Allah asema na hii barzakh, kwa mujibu wa aya hii kwamba waja'ala bainahuma barzakha, ndio ile shati tunazungumzia hapa, kwamba yanakutana ya huku na huku, lakini katikati pale kuna kitu ambacho kinafanya maji haya bakie kuwa chumvi na haya bakie kuwa tamu siku zote. Hii ni sayansi ya hali ya juu sana. Sisi katika wanasayansi wa leo kuna lofikia level hiyo? Wapo jamani? Yaani maji yaingizwe katika sehemu moja tu hivi, yote yaingizwe tu, alafu baadaye hayakutani humo ndani hayo maji. Yaani hiyo sayansi ya hali ya juu sana. Tayib, kisha Allah anasema wa huwa alladhi khalaqa min alma'i bashara, yeye ndio Mola ambaye ameumba kutokana na maji, ameumba viumbe. Bashara, huyu ni mwanadamu jamani. Huyu nani? Mwanadamu. Wa huwa alladhi khalaqa min alma, yeye ndio aliumba kutokana na maji. Bashara, kiumbe, yani mwanadamu, na huyu ni al-insan. Sasa ni maji gani haya? Yeye ndio Mola ambaye khalaqa min al-ma'i, ameumba kutokana na maji. Maji hayo ameumba mwanadamu. Ni maji gani ndugu zangu? Nyosha mkono kama unajua maji. Ni maji ya chumvi au maji tamu? Nyosha mkono. Au kama maji mengine umeyafahamu pia nyosha mkono. Kuna maji mengine hapo? Naam. Kwa mnajua ya maji Naam Sheikh. Maji gani hayo? Sheikh anacheka. Kwa ni hayo maji ambayo umeshafikiria tayari, ambapo Ibn Kathir anasema ay khalaqa al-insana min nutfatin dha'ifatin, ameumba mwanadamu kutokana na tone la manii ambalo ni dhaifu sana. Kwa hiyo ndio maji haya, na Allah ameyasifu katika baadhi ya sura, akaita kama ni ma'un mahin, maji dhalili sana, maji ambayo hutaki hata yakuguse, ikikugusa yanazizima, hutaki hata uchukue muda, hutaki hata uweke mkononi, hutaki hata uyanuse. Ni maji ambayo hupendi kuwa nayo, hupendi kupita mbele ya mtu wakati ya maji unayo hujajisafisha bado. Maji hayo Allah kwa namna alivyokuwa mjuzi, akamtoa mtu ambaye ni kiumbe chenye akili, chenye kuendesha hii dunia, yani mazingira yake na mipango yake, ni huyu mwanadamu khalifa, kitu cha ovyo ovyo kabisa. Tupo ovyo ovyo hii Allah ndo alisema mwenyewe kwa kitu duni. Ma'un mahin ni kitu dhalili, lakini ametoa kitu ambacho ni bora sana. Kwa hiyo inawezekana katika maisha yako ya kawaida ikawa source ya jambo sio kwamba linajulikana sana ama ni maarufu sana, lakini kitakachotoka katika hiyo source akawa ndio kitu ambacho ni maarufu sana, ikawa kitu ambacho ni bora sana. Tumeelewana? Mfano ya mambo ya maisha ya kawaida, unaweza kuwa mwanamke msome ukapata watoto ambao ni wa kawaida sana, ukawa mwanamke ambaye pengine hakusoma ukapata watoto ambao
hata majirani wasema naam, wale watoto fulani ni watoto barabara. Sio, mmenielewa vizuri? Yaani kuna baadhi ya watu wanafikiria kwamba watoto wale pia wana akili, wamefaulu pia watoto wale. Anaona kwamba haiwezekani kufaulu kwa sababu ni watoto wa mtu ambaye labda hajasoma, ni mchunga tu ng'ombe na nini, mbuzi, ni mvuvi wa kawaida, ni mtu wa kuuza magenge nini. Kumbe mambo hayahusiani. Uhusiano wake sio unavyotaka wewe, ni Allah mwenyewe ndo anajua kwa namna gani vitu vinahusiana. Kwa hiyo kutegemea kwa maji dhalili namna hii alafu atengenezwe mwanadamu kama hivyo, wewe unanisikiliza hapo unaniangalia, watukana haya maji, hiyo sio habari ndogo bwana, habari kubwa mno. Alafu anasema faja'alahu nasaba, akamjalia huyu mwanadamu sasa kuwa ni mwenye nasaba. Sasa faja'alahu nasaban wa sihran, na akamjalia ni mwenye ukwe. Sihran, sihir maana yake ni mkwe, mwingine huita mcheja, yani ni wale ndugu za wake zako. Aqraba uzauj, ndugu wa mke pia wanaitwa sihir katika lugha ya Kiarabu. Lakini hata mtu aliyeoa dada yako pia lugha ya Kiarabu inakubali kumwita sihir, kwa maana huyo shemeji. Lakini mtu aliyokulelea binti yako pia ni sihir. Kwa hiyo kupitia yale uumbaji wa Allah kumfanya mtu kuwa ni mwanadamu, alafu baadaye akamjalia kupata ndugu kutoka upande wa mke wake, ndio hii faja'alahu nasaban wa sihra wa kana rabbuka qadira, na amekuwa Mola wako ni mwenye uwezo, yani mwenye kuweza. Tumeelewana eh? Naam. Ukitaka upate wakwe basi uoe, vinginevyo utategemea wale wa ndugu zako tu. Yaani ukitaka uongeze wigo wa kupata ndugu na nini, basi uwe na mke. Na mtu mwenye wake wengi pia anakuwa na ndugu wengi katika upande wa wake zake. Bwana ule shemeji yetu, bwana ule yule, bwana mkwe wetu ule. Kwa sababu ya nini? Ile ndoa. Wengine husema kwamba nasaba na sihra, nasaba na ndoa, sababu huko hauwezi kuja kama hakukuwepo na ndoa. Kwa kama wataka pia kuwa ni mtu ambaye katika jamii fulani una heshima, pia upate ndoa. Maana utakuwa na ndugu zako wewe, halafu pia utakuwa na ndugu wa mke wako, pia atakuwa wako na wewe. Ndio maana katika zile technique Mtume alizotumia za uongozi wake pia ni kuoa. Alioa kupitia yani kupitia watoto wa marafiki zake. Alioa watoto wa Abubakar ambaye ni Aisha, mtoto wa Umar ambaye ni Hafsa. Lakini akaoa pia katika familia ambazo zilikuwa zina shida, yani zina uadui na ule Uislamu. Kwa kule kuoa tu shemeji yetu ule, kama amepunguza ule ukali. Sisi tumeelewana. Na haya wanasiasa na watu wa system na diplomasia wanajua zaidi haya mambo. Mtu atakaokuoa sehemu fulani hivi, atakapata uchaguzi sehemu fulani ama achaguliwe, aenda kujitia jiko pale. Tena ile jiko katika nyumba ambazo anaona kwamba hizi ziko vizuri katika watu wake. Fanya mpango, bwana mimi nataka mpige mathna. Nilipiga mathna pale. Afanya buka mitano tena. Ambaye humpe, kwa nini? Shemeji yetu huyo. Tayib, kisha Allah anasema wayabuduna min dunillah ma la yanfa'uhum wa la yadhurruhum, na wanaabudu asiyekuwa Allah ambacho hakiwanufaishi wao wala hakiwadhuru wao. Yani angalia Allah anavyotaja matukio haya alivyokuwa amefanya, ameleta neema gani, ameumba mwanadamu. Alafu asema pamoja na yote hayo, hawa watu wenyewe wayabuduna min dunillah, wanaabudu asiyekuwa Allah tabaraka wa taala. Vitu gani hivyo? Ma la yanfa'uhum, vitu ambavyo haviwanufaishi wao, havipi manufaa yote. Wala yadhurruhum, wala haviwadhuru. Mtu anaweza akaabudu mti, hata kama ana njaa ule mti hawezi kumpa chakula. Hata kama atakapate majibu ule mti hawezi kumjibu. Hata kama anataka mvua ule mti hawezi kumletea mvua. Yani kitu ambacho chenyewe hakiwezi kujinufaisha pia.
lija kunufaisha mwanadamu, chenyewe kama chenyewe hakiwezi kunufaisha. Kwa wale wanaabudu masanamu, kwa masanamu ndio Mungu wako, sanamu lenyewe likisukumwa hivi linaanguka, bulu linavunjika. Yaani kujizuia lenyewe pia kwamba lisianguke haliwezi. Alafu lenyewe haliwezi kutoa manufaa kwa kitu kingine. Anasema huyu ndo mwanadamu ambaye nimemuumba, nikampa maji tamu, nikampa maji chumvi, lakini ndio huyu hapa. Wayabuduna min dunillah ma la yanfa'uhum wala yadhurruhum. Wanaabudu asiyekuwa Allah ambayo hayanufaishi wao wala hayawadhuru wao. Wa kana al-kafiru ala rabbih dhahira. Na amekuwa kafiri juu ya Mola wake ni mwenye kusaidia yale mambo ya kumwasi Allah. Kafir husaidia mambo anayoasiwa Allah, sababu mtu kumwasi Allah tabaraka wa taala haitakiwi. Lakini mtu kama si Muislamu alafu ni mpinzani wa Mola wake, yale mambo yanayofanyika ambayo ni kinyume cha Allah atayashadidia, atayapa kipaumbele, atayapigia debe. Bwana unajua hizi ni imani bwana, unajua mambo dini ni imani. Unaweza kuamini mti unakufanikiwa sana. Wewe vipi wewe? Yaani uamini mtu afanikiwe sana. Sema imetokea hiyo na nini? Sasa kuna watu ambao wanaopigia debe yale mambo machafu machafu ambao ni makafiri. Ndio Allah anasema wakana al-kafiru, na amekuwa mtu ambaye ni kafiri, ala rabbihi, kwa Mola wake, dhahiran, ni mwenye kusaidia ule ukafiri ama kule kuasiwa kwa Allah tabaraka wa taala. Kwa ahlul ilmi wengine wakazungumza kwamba hapa ni mwanadamu anamsaidia shetani, anasaidia maasi, ndio huyu kafiri, mambo ambayo Allah wala hayataki. Kwa kumalizia, Allah anasema wama arsalnaka illa mubashiran wa nadhira. Wala hatukutuma Muhammad, hatukukutuma Muhammad isipokuwa ni mwenye kutoa bishara njema, ndio mubashiran, alafu wa nadhira, na ni mwenye kuonya. Kwa mubashira ni mwenye kutoa habari njema kwamba kutakuwa kuna pepo, kufanya jambo la kheri utalipwa pepo. Lakini nadhira ni muonyaji, ukifanya matatizo haya, ukila riba, fanya 1 2 3 ya kumwasi Allah, unakwenda kuchomwa, una jahannam. Huyo ndio nadhir, muonyaji. Qul, sema Muhammad waambie, ma as'alukum alayhi min ajr, ma as'alukum alayhi min ajr, mimi sikuombeni nyinyi katika hili jambo la kufanya da'wa, alayhi min ajr, sikuombeni malipo yoyote yale. Kwa mtume alikuwa akifanya kazi zake za da'wa, alikuwa haombi malipo kwamba labda amekwenda sehemu ametoa mawaidha hawezi kutoa mpaka alipwe. Hapana, mtume alikuwa afanye vitu vya namna hiyo, tofauti na sasa hivi zama hizi. Yani ukimuita shekhe anakujaje? Huyo shekhe anakujaje? Alafu akishakuja unamwachaje huko nyumbani kwake? Yani mambo kibao. Umwalike, umlipie nauli huyo shekhe, mtafutie kama ni hoteli sema kukaa vizuri, yani kwamba kuna gharama fulani, umpe na posho. Mtume alikuwa hana mambo ya posho. Kitaka dawa, mtume alikuwa anapiga tu dawa, mambo yafanyaje, yameisha. Hii haina maana kwamba posho kwa mashekhe hazifai. Posho ziko pale pale, zinafaa. Hiyo ni jaala. Ndio mwongozo wa dini kwamba zinafaa zile posho kama kawaida. Huo ndio mwongozo. Lakini mtume alikuwa hataki malipo kwa dawa anayoifanya. Ataka watu wenye katika Uislamu bure tu, awafundishe bure tu. Na ndio maana ile hoja kwamba mtume alikuwa ameleta Qur'ani kwa sababu apate faida nayo, apate pesa, sema hiyo haiwezekani, kwa sababu yeye alikuwa Qur'ani anifundisha free of charge, anifundisha bure tu. Sasa mtu anafundisha bure alafu asema ametunga Qur'ani apate malipo wakati anafundisha bure. Sasa malipo mbona haviendani sasa? Lakini lecturer atatunga notes zake, atazigawa kwa fedha, si ndio jamani? Atataka mumpe pesa awape vitabu. Lakini mtume alikuwa anafundisha tu elimu yake, watu wanaandika bure, na kuna hekima zake.
illa man shaa yattakhidha ila rabbihi sabila, isipokuwa atakaye kuifanya njia ya kwenda kwa Mola wake, basi ataifanya hiyo kwa njia ya kwenda kwa Mola wake. Liman shaa minkum an yastaqim katika baadhi ya aya, lakini hapa amesema illa man shaa yattakhidha ila rabbihi sabila, ay tariqan wa maslakan wa manhajan yaqtadi fiha bima ji'tu bihi. Kwa maana hiyo anasema kwamba mimi sikuja kuomba malipo katika kazi ya damu, isipokuwa anayetaka kuishika njia kwenda kwa Mola wake wa haki, basi atanifuata. Ndio hii illa man shaa, isipokuwa mwenye kutaka, an yattakhidha ila rabbihi, yani kuishika kwenda kwa Mola wake sabila, njia sawa, huyo ndio atanifuata mimi bila malipo yoyote. Ila yule mtu mwingine ambaye hataki njia sawa kwenda kwa Mola wake aweze kunifuata. Watawakkal ala hayy alladhi la yamut, na pia tawakkal kwa yule ambaye yuko hai asiyekufa. Wasabbih bihamdihi, na pia mtakase wa kumhimidi yeye Allah. Wakafa bihi bidhunubi ibadihi khabira, wakafa bihi, na imetosha kwa yeye Allah tabaraka wa taala, bidhunubi ibadihi, kwa madhambi ya waja wake, khabira, kuwa ni mjuzi. Yani Allah anajua madhambi ya waja wake wote. Yani wewe hapo huwezi kujua hata madhambi wakati mwingine ya mke wako, madhambi ya mtoto wako, madhambi ya wale wafuasi wako, huwezi kuyajua, lakini Allah anajua madhambi ya waja wake wote. Kwa hiyo inatosha huyo Allah mwenye sifa hizo ndio kumtegemea. Watawakkal ala alhayy alladhi la yamut, mtegemee ambaye yuko hai asiyekufa. Ni kwa sababu gani? Ukimtegemea mwingine yoyote anakufa. Ukimtegemea baba yako anakufa, mama yako anakufa, rais anakufa. Wamekufa marais wapo katika vyao vyao bado vya urais, wakaondoka, wengine wakauawa, wengine wametegemea mali zao. Niko mali hizi bwana, sifilisiki na leo, akafilisika huu. Lakini ukimtegemea ambaye asiyekufa, maana yake huyu haishi, ni Allah tabaraka wa taala, ataendelea kuwepo siku zote mpaka tafika kiyama, ataendelea kuwepo hata kiyama. Yeye hafi, ndio sifa yake katika miongoni mwa sifa zake. Na aya ya mwisho kabisa, Allah anasema alladhi, Mola ambaye, khalaqa samawati wal ardh, aliumba mbingu na ardhi, wama bainahuma, na vilivyomo kati ya mbingu na ardhi. Ameviumba vipi? Fi sittati ayyam, katika siku sita tu basi. Kwa mbingu na ardhi zimeumbwa kwa siku sita basi, siku sita peke yake. Thumma stawa ala al-arsh, kisha Allah akalingana sawa katika arsh, manake akaenda katika arshi yake. Ar-Rahman, huyo ni Allah mwingi wa rehma. Fas'al bihi khabira, fas'al bihi, yani uliza kwake Allah tabaraka wa taala, khabira, mwenye ujuzi. Huyu khabiran maana yake ni mwenye Allah, ndio mwenye ujuzi, kwa hiyo anajua habari zote. Kwa hiyo ukiangalia kuumba ardhi na mbingu siku sita, ndugu zangu, sio jambo la mchezo. Msikiti unauona huu kwa ukubwa wake, umechukua miaka kama 4 hivi. Umeanza 2017 mpaka 2021, tuseme 20, yani umechukua miaka. Lakini angalia mbingu na ardhi. Sasa ingekuwa wakandarasi hawa wa msikiti ndio wapewa angalau kipande tu cha kutengeneza ardhi kutoka hapa mpaka pale getini, angechukua muda gani? Kwa hiyo tumtegemeeni Allah, ndugu zangu. Leo tutaishia hapa hadi siku ya kesho kama kawaida. Tunapumzika siku ya Ijumaa tu kwa hii Ramadhani, lakini siku zote tutakuwa tupo katika kutafsiri aya za Allah tabaraka wa taala. Subhanakallahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum
wa rahmatullahi wa barakatuh.